Msikilizaji wangu na wewe unayenitazama, mwamini Yesu uepukane na hukumu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Amwaminie mwana yuna uzima wa milele. Asiyeamini mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu itamkalia. Usikia hiyo? Wewe ambaye umwamini Yesu, ghadhabu ya Mungu inakukalia. Lakini wewe unayemwamini mwana una uzima wa milele. Makofi na vigelegele kwako wewe unayenisikiliza. Hebu mwamini Yesu upate uzima wa milele. Ukiendelea kukataa, itakuwa ni kama siku ile ya Nuhu anatengeneza safina, na watu walimsaidia kutengeneza safina. Alipoimaliza kulitengeneza, akasema tuingie, watu wakagoma. Walipogoma, Nuhu akaingia na watoto wake na familia yake na kila kiumbe kilichopo duniani, kike na kiume, wakaingia kwenye ile safina. Viumbe vyote na watoto wake walipomaliza kuingia mle kwenye safina, Mungu mlango akaufunga. Alipoufunga, mvua ikanyesha, ikapiga kizazi hicho chote ikakimaliza. Leo unayekataa kumwamini Yesu ni sawasawa na siku ya Nuhu. Ghadhabu ya Mungu ikishuka, utalia. Mwamini Yesu, uitengeneze safina. Maana yake safina anayoitaka, mwamini Yesu ukapata uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu nikupe kaneno kengine kako hapo. Amini, amini nawaambia, yeye asikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mauti kuingia uzima. Makofi na vigeregere kwa neno hili. Ukisha kumwamini Yesu na kumwamini Mungu aliyempeleka, tayari wewe uingii hukumuni. Hapa haitajarisha wewe ni mchungaji, wewe ni askofu, sijui wewe ni nani. Kama umwamini Yesu na uendi katika mapenzi yako, hukumu inakuotea. Lakini kama unamwamini, hauna hukumu, bali unapata uzima wa milele wenye nguvu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Hizo zilikuwa ni faida za kumwamini Yesu. Ninajua umetabika sana. Ninajua uko mbali unanisikiliza. Leo nitakupa na namba zangu za simu. Ujue kwamba ishara hizo ziko pamoja na sisi. Na wewe uliyekuja mahali hapa hutatoka unalia. Leo unaondoka unacheka na unafurahi. Na kauli mbiu ya kazi hii ni kazi kubwa kwa muda mfupi. Haleluya, kazi kubwa kwa muda mfupi. Haijalishi umeugua miaka mingapi, haijalishi umeteseka miaka mingapi, kwa muda mfupi leo umepokea kibali chako. Wewe uliyepoza hapo utainuka. Wewe ambaye umekuwa kiwete utatembea. Wewe ambaye umekuwa kipofu utaona kwa jina la Yesu. Amen. Yesu ni mwenye nguvu. Sasa twende kuangalia hasara ya kukataa injili. Hasara ya kukataa injili. Zipo hasara nyingi, tutaangalia moja tu ambayo mpaka leo inawatesa watu. Hasara utakayokutana nayo, utakataliwa na kufukuzwa. Hiyo ndio hasara ya wewe leo ninayekuhubiria injili. Unasema huyu anatuambia vitu gani? Mambo gani kuokoka? Mimi niache pombe zangu ni vya kuokoka? Hasara, ngoja angalia hasara unayokutana nayo. Neno linasema, si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe. Ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Hiyo ni hasara utakayokutana nayo. Usije ukajisifu ukasema kwa kuwa ninaombea mapepo yanatoka, wakati ndani yako umekataa kuokoka, ukafikiri mbingu utaipata, utaisoma namba. Bwana Yesu atusaidie sana. Usije ukasema watu kwamba kwa kuwa una cheo cha uchungaji, una cheo cha askofu, una cheo cha ushemasi, una cheo sijui cha nani, lakini ndani yako unafanya yanayochukiza, utaisoma namba mbingu.
Usije ukasema mimi naombea mapepo yanapiga kelele yanaondoka, lakini ndani yako unayofanya yanamchukiza Mungu. Wewe mbingu utaisoma namba. Bwana Yesu atusaidie. Haleluya. Neno linasema, ndipo Bwana akaniambia, hao manabii wanatabiri uongo kwa jina langu mimi sikuwatuma, wala sikuwaamuru, wala sikusema nao. Wanawapeni unabii wa maono ya uongo na uaguzi wa neno la ubatili na hada ya mioyo yao. Basi kwa hiyo Bwana asema hivi, kwa habari za manabii wanaotabiri kwa jina langu, wala mimi sikuwatuma, lakini usema upanga na njaa havitaingia katika nchi hii. Kwa upanga na njaa manabii hao wataangamizwa, na watu hao waliopewa unabii wao watatupwa nje katika njia kuu za Yerusalemu kwa sababu ya upanga na njaa, wala hata kuwa na mtu wa kuwazika wao na wake zao na wana wao na binti zao, maana nitamwaga uovu wao wenyewe juu yao. Hasara hiyo mpendwa, yule anayekutabiria na wewe ambaye unaenda kutabiriwa hautaona wa kuzika. Ndio hasara wanaenda kukutana nayo. Leo manabii wa uongo wanasumbua watu, wamewateka watu. Leo nataka nikupa habari, wewe unayesikiliza hao manabii wa uongo, unaenda eti wakuagulie, unayesema wakutabirie, elewa kwamba mbingu utaisoma namba, na watoto wako na mke wako na wewe mtazikwa nje. Hiyo ndio hasara unayokutana nayo. Hebu badilika, hii hasara isikupate. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa maana mimi sikuwatuma, asema Bwana, bali wanatabiri uongo kwa jina langu, nipate kuwatoeni nje mkaangamie ninyi na manabii hao wanaowatabiria. Hiyo ni hasara leo ambayo imepiga dunia nzima. Wewe unayenisikiliza, ambaye tena una dini yako nzuri, lakini unakataa kuokoka na kumwamini Yesu, unaenda kwa waganga wa kienyeji eti wakutabirie. Unaenda kwa hao manabii wa uongo eti wakutabirie. Huyo nabii wako wa uongo na wewe unayetabiriwa unaenda kuhukumiwa. Unayenitazama kwenye simu yako, kama umekubali injili hii na kumpokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako na kuongoza sala ya toba mahali hapa, rudia maneno haya: Bwana Yesu, na kupokea uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Unisamehe dhambi zangu nilizozitenda tangu nimezaliwa mpaka leo. Majina yangu uyafute katika kitabu cha hukumu, uyaandike katika kitabu cha uzima wa milele. Kuanzia leo, Yesu, nimekupokea uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, hata niupate uzima wa milele. Umeokoka kuanzia leo.